Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam ndugu zangu, nimekuja tena, nimerudi tena, ingawa leo sauti haiko nzuri sana, lakini inshallah tutaongea mawili matatu inshallah. Hii nimerudi kwa ajili ya tathmini ya safari yangu ya kwenda Tanzania kwa mambo mawili. Kwanza, mashindano ya Quran, kama Quran competition ambayo yanaandaliwa na Sheikh Nurdin Kishki. Mashindano haya tukumbuke ni mashindano makubwa ulimwenguni, ni International Quran Competition au wenyewe wanasema mashindano ya mabara yote ulimwenguni. Ya pili, na kwenda Afrika kwa nia ya kuwapa sadaka ya iftari wananchi au ndugu zangu au jamaa zangu au wananchi wenzangu. Vitu viwili. Tatu, na kwa mwenyewe hupenda kufanya research ndogo, ingawa si ya kitaalamu kihivyo, lakini hupenda kushare idea na wenzangu. La kwanza, alhamdulillah wa kullu hali, mashindano yamefanyika, ambayo mashindano kwa mara hii mie mwenyewe nilikuwa na hofu kubwa sana kama yataweza kufanyika. Hivi mashindano yaliingiliwa na mvua, ilikuwa ni kadari, mvua kubwa sana. Mashindano mvua ilikuwa kubwa mpaka ikaingia hofu watu kufikiria wenye jambo lao, yani wananchi la kusudia au wapenzi wa Qur'an, wakahisi jambo mara hii halitokuwepo. Ilionyesha mvua kama muda wa hapo nawa nusu saa, na baada ya pale fulani imeingia, wananchi wakaanza kulizana, watu kuomba. Sasa wakafika wananchi kuomba dua, ikapigwa takbiri, akasaliwa mtume, akaombewa dua Sheikh Nurdin Kishki. Wallahi hii ni kadar, maana mvua iliondoka hata hatukujua imepotelea wapi na ule upepo. Kwa hiyo mambo yakaenda vizuri na hatimaye mshindi akapatikana. Mshindi kwa mara hii alitokea Uganda, kijana mdogo alhamdulillah, lakini na sisi kama youth support ambayo tuna organize kuleta wale washindani, mara hii kawaida yetu hatukosi wa pili, wa tatu na wa nne, alhamdulillah. Nini nimejifunza kwenye swala hili? Nimejifunza vijana wanamjua Mungu, wanamuelekea Mungu, kwa sababu ile shughuli ilikuwa kwa ukweli kwa nyoyo zetu za kibinadamu haiwezekani, lakini walimuelekea Allah na Allah alituonesha kama nipo pamoja na nyinyi, na mvua ilikatika, ilipotelea mbali, tukujua ilikopotelea. Kwa hiyo vijana wetu wana imani bado na wanamwamini Mungu. Na kitu kingine, haya mashindano si kama walikuja wote Waislamu, kuna wengine hata si Waislamu lakini wanapenda lile jambo. Unawasikia sasa wanasema mimi napenda Qur'an kisomo. Sasa kitu kilichonisisimua manani katika haya mashindano, kuona vijana wadogo, umma wa vijana wanarudi kwa Mungu na kwa Mungu wao kumuelekea baada ya tatizo lililojitokeza la mvua. Na tukumbuke haya mashindano wanaoingia sio kama ni Waislamu tu, na mpaka watu wa dini nyingine. Kwa hiyo ni kitu cha kupigiwa mfano na ni kitu kizuri ambayo mashindano sasa yanaitangaza Tanzania nchi nyingi ulimwenguni. Zoezi lilianzia hapa mwanzo, tulitoka na tukenda, tuna timu zetu kawaida, tulikwenda kugawa chakula, wale watu wa mabara mikoani tunawapelekea, na wale wa Zanzibar tunakuwa tunakwenda wenyewe face to face, maana tunaenda front line wanasema hivi. Katika kitu ambacho nimekiona mwaka huu, kila siku wahitaji wanaongezeka. Sasa hii nitakuja na maono yangu hapa mbele, yani shida zinakuwa kila siku zinazaliwa nyingi, wahitaji wanakuwa wengi kuliko watoaji. Sana hii ni jambo la hatari, lakini kitu ambacho niliona kadari ya Allah na kitu ambacho kilinisikitisha sana mara hii, katika database zetu kabla hatujenda kwenye field, tunakuwa tayari tuna majina na vipande, wanachagua wenyewe, wana vijiji, tunajua kijiji hichi kina watu wangapi. Kwa hiyo tukenda tunawaita wana kijiji, tunaweka chini, wanakuja, kila mmoja anakabidhiwa, anapata mchele, unga, sukari, tende, na mchele, sukari, unga, tende. Wakati mwingine inakuwa na keshi, labda tukiwa nayo keshi tunawasaidia.
Kwa hatuna, tunawapa chakula tu. Kitu ambacho kilinisisimua sana vile vile, kwenda tunafika tunaita jina, mwenyewe hayupo, anaitwa jina la mwenye package yake, ajichukua mzigo wake, tunaambiwa huyu mtu ameshafariki, alifariki leo usubuhi. Wallahi nilisikitika sana kama binadamu, nilisikitika sana kama kuona ambayo watu wangu, jamii yangu ambayo naipenda sana. Wallahi, kwa nini ninaipenda? Ninapenda wallahi, ukija wananiombea dua sana wale watu, yani sinsia, wanatoa dua kutoka moyoni na unawahisi hasa, maana yake they need, they deserve. Alafu leo naambiwa mmoja hayupo, chakula hichi mwenyewe riski yake haipo. Kwa hiyo imenifunza nini hii? Imenifunza riski ikiwa yako ni yako, na ikiwa si yako au akiwa hajakujalia kuitia tumboni, basi huitii. Kwa hiyo tusipaparike sana katika maisha, riski tutafute kwa njia nzuri. Tulichokifanya, tukaita jirani yake akaichukua sadaka ile, kuipeleka ikaliwe kama sadaka kwenye watu waliokuwepo kwenye maziko yake. Lakini kitu cha kunifurahisha, tulipata kumsalia yule maiti, alhamdulillah, na tukaenda kumsikia. Tukatoka hapo tukaenda vijiji vingine, tukaenda siku ya pili kwenye vijiji yule ya kaskazini, tena nikakutana na mtihani mwingine, au tukakutana na mtihani mwingine. Tukagawa vyakula uzuri, alhamdulillah, watu wakatupokea uzuri, wakatuombea dua kwa Mungu wao. Tukatoka tunakuja zetu mjini, basi tumefika kati ya safari yetu, tunapigiwa simu, katika watu ambao tumewapa chakula mmoja kafariki. Yani kile riziki tulompa sisi, basi hakufika hata kuipika kuitia tumboni, na hicho kitu kilinisikitisha sana, lakini tukasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo hii inanikumbusha nini, au inatuonesha nini ndugu zangu? Inatuonesha kuwa jamani, haya maisha ni mafupi, na haya maisha sisi tuna mipango mingi, lakini Allah na yeye ana mipango yake. Kwa hiyo tufikiri katika nashia hii, tujitolee kuwasaidia wananchi, tujitolee kuwasaidia ndugu zetu, yani tuishi maisha wanasema, mimi mwenyewe nasema maisha shirikishi. Hii nitakuja na point ya maisha shirikishi ambayo mimi kwa uono wangu nimeiona, na la mtu anavyoiona yeye ni anavyoiona mwenyewe. Mimi najaribu kushare vitu ambavyo mimi mwenyewe na vihisi au naviona au na experience navyo. Alhamdulillah, zoezi umelipokea vizuri na riziki imefika, umefurahi sana, umeombea dua wale walotoa na walokuwa hawakutoa, lakini kiukweli wahitaji ni wengi. Sasa najaribu kushare idea, jamani, kwa wale wenye misikiti, yani watu wanaoishi nchi za nje, diaspora, kwa nini katika ile misikiti yetu tusianzishe project ambazo za kuweza kusaidia kwetu tunakotoka? Kwa sababu ndugu zetu kama wa Pakistani, wa nchi nyingine, wao wanafanya hizi project, na mimi niko nao alhamdulillah. Kuna Akhira Team ambayo nafanya nayo kazi, Baraka Team nafanya nayo kazi, Human Appeal mimi nimefanya nayo kazi, kuna One Umma nafanya nayo kazi, One Nation. This is the biggest charity in UK, na wanasaidia million of the people. Kwa nini sisi wa jamii labda ya East Africa ama wa Afrika hatufanyi na sisi katika jamii zetu? Misikiti tunayo, community tunazo, kwa nini tusijiandae mapema? Kwa hiyo jamani, tuamkeni, tusaidie ndugu zetu kwa swala hili. Sasa nakuja hatua ya mtizamo ambao nimeuona, ambao huu kama binadamu kiukweli unakuwa niseme nini, yani unaniweka hamasa mbaya kiasi fulani. Nakuja hii itaungana na hii maisha shirikishi. Nimepanda ndege kurudi, lakini ndege naona imejaa vijana wadogo wanaondoka nchini, mnaita mashagala, wanakwenda nchi za nje kufanya kazi. Wallahi hili jambo alhamdulillah wanapata riziki, lakini kiukweli tumekwama pahali, tumekwama. Kama leo imekuwa vijana wetu wadogo wanaondoka wanakwenda nje kufanya kazi, nadhani yanatakiwa maisha shirikishi.
Maisha shirikishi tusaidiane, yani tufanye vitu vya pamoja vya kusaidiana. Kwa mfano, mimi nimechunguza katika dunia sasa hivi ni vitu viwili. Mimi nimechunguza hivyo, wewe chunguza vile ulivyoona. Kwanza elimu. Ukifanya biashara labda ya elimu, ukiwapa watu elimu sahihi, basi inalipa. Pili, matibabu. Matibabu ina aidha dispenser ama kuuza pharmacy, dawa au vitu vingine. Kwa nini watu wasishirikiana wakafanya hata hivi viwanda vidogo vidogo? Maana wewe ukatafuta pesa, hata ukiipata mwisho wake unaishia kwenye dawa. Wewe una mtoto, lazima umsomeshe, umpe elimu. Kwa hiyo kwenye field hizi mbili nahisi yako maisha. Kwa hiyo watu kama wataungana waweze kufanya viwanda hivi vya dawa, basi wanaweza wakatoka. Na naamini serikali si kama iko korofi, au serikali kuwa haitosikia kuweza kuwasaidia. Viwanda vidogo vidogo mnaweza mkajiorganize watu wanne watano, nazo pesa zenu mkachanga mkafanya. Nadhani biashara sahihi, na wataalamu wapo, kwa sababu tunao watoto wamesoma, vijana wetu wengi wamesoma, wanajua kwenye field hii. Unaweza ukapewa maelekezo. Watu hawana funding, watu hawana income, watu hawana mitaji. Hichi ndo nilichokiona. Sasa inanisikitisha kuona vijana wadogo wanaondoka wanakwenda nje. Wao ndo wanatoa kuwatizama wazee wao, wao leo wanaenda nje, na wako nje wengine alhamdulillah wanafanikiwa, wengine wanadhalilika na tunasikia kwenye social media. Sasa mimi naomba kwenu ombi ile, itakuwa haiwi, we niombe dua. Naomba dua zenu kila atakayetizama hii video. Mimi nimekuja na ajenda, na kila ninapokwenda nasema siku zote najifunza, na nimejifunza lazima yapatikane maisha shirikishi. Huku Afrika kilichokukosekana sasa hivi ni watu wengi huwa hatuna watu creative, naweza kuita wa kucreate vitu wakaweza kusaidia wenzao. Watu wengi tunaishi individual, kila mtu anaishi mie mie mie. Taifa linapotea, vijana wanapotea, hata wewe riziki inakupotea kuipata uzuri. Kwa hiyo nimekuja na plani mpya, niombeni dua. Mwakani Allah akiniweka inshallah, na inshallah ataniweka, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Manake kuna hasadi na hivi na vile maradhi, Allah ataninusuru, ataniweka sawa. Nataka mwakani, malengo yangu niweze kusaidia vijana, na inshallah kwa uwezo wa Allah, inshallah ili ninakwenda kufanikiwa. Nimekuondoka na plani nzuri na wataalamu wangu, tunakwenda kukaa kurudi tena kwenye serikali, inshallah hili litafanikiwa. Utasema haiwezekani, niombee dua. Huwezi kuniombea dua, basi wewe tizama tu, usiniombee vitu vibaya. Ukiniombea vitu vibaya vinakurudi mwenyewe. Yaani Mungu sasa hivi hakopeshi. Ukitaka kumfanyia mtu ubaya anakurudishia mwenyewe. Kwa hiyo mimi niombee dua, lakini hii plani yangu ya kwanza kutoka sasa hata nikifika mwakani Ramadhani, lengo langu niwe nimeweza maisha shirikishi na kusudia kama vile wafanya biashara. Alhamdulillah, Allah kawaruzuku watu wengi wana vipato vikubwa na ni wafanya biashara wakubwa, lakini watu wengi wanakimbilia labda China kuchukua mizigo au kuchukua mizigo. Lakini nilichokiona maisha shirikishi, kwa nini wasijipange pamoja kama wafanya biashara wawili watatu au mmoja wanao uwezo huo? Kwa sababu tizama mfano Tanzanite. Tanzanite leo tunaambiwa inakwenda kutengenezwa, yani kukatwa au kuwekwa shepu India. Kwa hiyo inapeleka ajira India, ambapo ulimwengu sasa hivi kila mtu anazuia chake, anazuia mali zake, anazuia jamii yake, anazuia watu wake. Na kusudia ile, kama mtu anafungua viwanda kama vile, vijana wengi wanapata ajira, watu wengi wanapata ajira kwenye nchi yake, na pia anapata kile kilicho chake anauza. Leo Tanzanite inauzwa India, na soko kubwa una mwaliko India liko inapopatikana. Kwa nini mtu asifanye akaikuwepo pale pale Tanzania, yani wale vijana wakapata ajira inshallah. Kama vitu kama hivyo, ya tusikimbilie tu kusafiri kwenda labda unachukua mizigo, ikawa tunauza vya watu, leo tunakuza michumi ya watu. Kwani tusikuze michumi yetu? Lazima hiyo maisha ya shirikishi ndio kusudia. Nyingine watu tunaumwa, na tumeamua tujitibu kutumia sadaka. Sasa wengi wetu ile sadaka hatutoi. Leo mtu unasafiri kwenda India, kumbe ulikuwa ujitibu mwenyewe pale pale kwa kutoa sadaka na mambo. Sasa pia mabiashara yanafilisika watu, sababu sadaka hawatoi, sadaka hawatoi. Kwa hiyo nadhani tukumbuke wajibu wetu vile vile.